Naam, Carol. Salam kutoka kwa Carol Otieno Mkangai. Salam sana. Anasema you guys are always funny. Kwanza wewe Mkangai mpe handshake yangu. Mpe handshake. Asha kusajima si muhimu ujue yuko wapi sasa. Angetaka ujue yuko wapi. Lakini nzuri kutangamana sana. Kwa niaba ya Karo. Tuingie barani Ulaya hivi sasa. Hapo jana Liverpool wajikatia tiketi ya finali licha ya kutandikwa 4-2 na AS Roma katika mechi ya mkondo wa pili nusu finali. Liverpool watapambana na Real Madrid tarehe 26 mwezi Mei. Mane left. Mane in. Mane scores! Liverpool in an even stronger position. And to crush Roman spirit. Well, you make a mistake against this Liverpool front three and you're in trouble. Nainggolan gives the ball away. What a magnificent break. That's El Shaarawy. And it's in! It pinballed around the penalty area and it went past Karius in a flash. Alexander-Arnold didn't jump for it. Over his head. It's a hopeful knockback from El Shaarawy. And it's blasted against James Milner by Lovren. Milner in. That's up but not out. In fact, it's back, and it's Wijnaldum, who's headed Liverpool in front again. His first ever goal in the Champions League. What a game to get it in. What a time to score it. Roma 1, Liverpool 2. And that 2 is significant. Pace. Alexander-Arnold missed that. It's El Shaarawy now. Karius palms. Dzeko! It's 2-2. Celebrations in the stands, not from the players in deep Roma red. A job to do. Nainggolan hits it and it beats Karius. Barely a reaction from Raja Nainggolan. Free deemed so. Nainggolan fires in. The gap is just 1. But there's barely time for the game to kick off again. Roma have a 4-2 lead on the night. It is 7. Kiungo wa timu ya taifa Ubelgiji Raja Nainggolan akifunga mabao mawili lakini hakuweza kuwasaidia Roma kuwapiku Liverpool kama walivyofanya Barcelona katika awamu ya robo finali. Liverpool wakisaidia na washambuliaji wao watatu Roberto Firmino, Mohamed Salah na Sadio Mane ambao wamecheka na wavu mara 29 katika klabu bingwa barani Ulaya msimu huu, wakivunja rekodi iliyowekwa mwaka 2013-2014 na BBC. Nazungumzia Cristiano Ronaldo, Karim Benzema na Gareth Bale kufunga bao 28 katika dimba hilo. Kufikia sasa wamecheka na wavu mara 46 Liverpool. Hebu tuangalie picha ya siku inasemaje hii leo baada ya Liverpool. Kumbuka baada ya kuingia watagaragazana na Real Madrid katika finali. Real kumbuka ndio wafalme wa dimba hili, wamenyakua mara 12, wamenyakua mara 2 kwa mpigo mwaka juzi na mwaka jana. Picha ya siku Firmino, Salah, Mane, Hassan wakiangalia the kings of UEFA Champions League, Ronaldo na Sergio Ramos. Na upo uwezekano mkubwa sana kwamba kama watashinda finali Liverpool, hii picha itabadilika. Ramos atakuwa na mwangalia kingi kwa maana Salah, Mane na Firmino upande ule. Nafikiri ni vita vikali tunavisubiri kwa hamu tarehe 26 mwezi huu. Ni vita vikali ambavyo vinasubiriwa. Mkangai, mechi unaweza zungumziaje? Mechi ilikuwa ya aina gani? Bila shaka ulikuwa umebashiri kuwa Roma watashinda lakini hawataingia. Roma ndio kwamba kufunga magoli matano katika mechi ya mkondo kwanza kwa ni vigumu sana. Labda ingekuwa hata sare ama 2-1 ama 3-0 mnaweza wazia, lakini magoli matano na ukiangalia wanasema ile striking force ule ushambulizwa safu ya shambulizi Liverpool ukiwa na Sadio Mane ukiwa na Firmino na Salah, chochote chawezekana. Kwa hivyo baada ya kufunga bao hata kipindi cha pili kama dakika ya 74 kwamba tayari matumaini ilikuwa shasirima. Walikuwa wamekubali kwamba wapo nje. Wote vile ilikuwa ni safari ambayo ilikamilika kabla ya kwanza, alivyosema sana kwamba safari ilikamilika mwanzo kabla ya kwanza, na tuliona kwamba finali itakuwa ni Liverpool dhidi ya timu ya Real Madrid ambao ni mabingwa watetezi ambao watakuwa wanaangalia. Ramos uliomwona ni mfalme tu hasa ambaye kauli yake ina uzito. Amesema kwamba hata kule kwa El Clasico hawataandaa ile gwaride la heshima ati wapite karibu Barcelona. Ngana wanasema kwamba timu ambazo zilishiriki kwenye La Liga
andaa kwa rede. Kama hawakushiriki basi hawataandaa. Walifanya Swansea kuwafanyia Man City katika EPL. Na watu naona kama mtu ameshinda kabla yenu Lazima. Na El Clasico ya weekend wajua wanakwenda kule wakati Barcelona imelitoa juzi ilifanya juzi dhidi ya Depo. Lakini unaelewa vita vilivyopo baina Ramos, Pique na haswa siasa haswa Catalunya na Madrid huko. Lakini Abula, tuambizane ukweli, ilikuwa makala na yasoma BBC, ni kama tu nilivyokuuliza jana, tulikuwa tuulizana kama ni Real wazuri kiasi hicho ama ni bahati. Lakini leo hii imethibitishwa, imeongezwa kwamba si bahati tu, ni waamuzi. Mikondo hii miwili na hata ile mechi ya Juventus mpaka leo yanafanywa makala baadhi ya matukio ambayo waamuzi hawakuyapata vizuri na ameibeba Real hadi kwenye finali. Jana aliulizwa Marcelo, aliunawa mpira dakika za mwisho ambao ingewapatia Bayern bao ambalo lingewaingiza katika finali Bayern. Akasema katika maoni yake alisema ni kweli mpira niliunawa, ilikuwa inafaa kuwa penalty, lakini kama nilivyosema kuwa sitazungumza wakati waamuzi wanapoenda kinyume yetu na matarajio yetu, basi sitazungumza pia waamuzi wanapotupendelea. Ndivyo alivyosema Marcelo, lakini alikubali kwa ilikuwa ni penalty. Na hiyo dakika mbaya kama ile ya Juventus, wakumbuka? Juventus ikitolewa na Real Madrid ile penalty dakika hizo na hii ilikuwa wazi na angeonyeshwa labda kadi, hatujui ni kadi gani. Hata kama hawangefunga ile penalty, labda angeonyeshwa nyekundu, angeikosa finali. Kwa hiyo unaanza kujiuliza ile UEFA inaongezea waamuzi pale mlangoni. Lakini ni pensheni tu wanakula wale, wasaidi mpira. Leo kuna michuano ya dimba la Europa nusu finali. Mechi moja italetwa moja kwa moja katika runinga KTN kuanzia mida ya saa 4:05 usiku. Baada ya kumsikiliza acha kumsikiliza Jurgen Klopp kuhusiana na matokeo ya jana, hebu tuangalie kuhusiana na ratiba ya michuano ya Europa ambayo itagaragazwa leo usiku. Kuna mechi mbili. Kwanza Arsenal watakuwa ugenini dhidi ya Atletico Madrid, alafu mechi nyingine itakuwa ni Salzburg dhidi ya Marseille, mechi ambayo italetwa moja kwa moja katika runinga KTN Home mida ya saa 4. Arsenal wana kibarua kigumu Mukangai dhidi ya Atletico Madrid, manake licha ya kuwa dakika 80 Atletico Madrid kwa wamepunguzwa mtu mmoja, walishindwa kuchukua uongozi ambao ungewaweka katika nafasi nzuri kuingia finali. Wana historia kubwa ukiangalia katika mashindano ya Atletico Madrid na kupata alama moja kule kuliwapa nguvu. Na akizungumza kabla ya mechi ya leo, Wenger amesema kwamba anaamini kwamba vijana watampa maagano mazuri. Unajua atakuwa anaondoka mwishoni wa msimu. Na ukiangalia Wenger yuko chini shinikizo kilinganishwa na Simeone. Simeone hata akipoteza mechi ya leo tayari ashajikatia tiketi ya kushiriki michuano ya ligi ya mabingwa barani ule msimu ujao. Vote vile ni mechi ambayo sitaambia mwekezaji achukue kodi ya nyumba ama karo shule, lakini nakwambia tu kwamba chochote kile ulichonacho kidogo ulichonacho mpe Arsenal Wenger. Kile ulichonacho kulingana na uwezo wako ipe Arsenal. Usichukue kodi ya nyumba ama usichukue ama shopping ya nyumba. Chochote kile ulichonacho mpe tu Arsenal Wenger. Na huenda kakubaliana naye na hata tukawashangaza watazamaji Abula. Kwa sababu gani? Naangalia wanaisema Atletico nafikiri mechi kama 11 hivi. Na tangu Januari hawajafungwa hapo nyumbani, ukiangalia hata La Liga. Lakini hata Roma ilikuwa hivyo jana. Unakumbuka ile ngome yao hawajafungwa bao. Lakini angalia walivyofungwa wale mabao mawili. Kwa hiyo ipo siku hizi rekodi huvunjwa na mambo yakatokea. Na usisahau kwamba Arsenal nchini Hispania iliwashangaza wengi ilipokwenda kule ikaifunga Real Madrid na ikaenda hadi finali, klabu bingwa ikatolewa na Barcelona. Alafu Wenger ameulizwa hii ni mechi yake ya 250 kwenye mashindano ya Europa. Sasa akasema Mungu akijalia nicheze mechi yangu ya 251 ambayo itakuwa nini? Ni finali. Na itakuwa wapi? Huko kwao Ufaransa, finali ya Europa. Na ukiangalia kama Juventus imekwenda kule ikamfunga Real Madrid. Bayern ilikuwa inaifunga Real Madrid. Atletico nilikwambia siku za hivi karibuni hawajacheza ule mchezo wa kunifurahisha. Sasa hili Wenger 11 kwa 11 atacheza vizuri sana kuliko alivyocheza 11 kwa 10. Ubashiri wako? Mbona Arsenal inaingia finali? Mbona inaingia finali? Anakisidhani. Ukakai ubashiri? Wenger atashinda. Arsenal atashinda. Vote vile na imani kwamba watapata ushindi kama goli 2-1, 3-1, lakini ama hata 1-1 waende muda ziada wapate ushindi kule, ama tuseme labda 1-0. Vote vile Wenger atapata ushindi katika mechi ya leo. Na Marseille alipumzisha wachezaji dhidi ya Man U akijua hii ndio mechi. Hii ndio mechi. Na wakicheza vibaya wale wachezaji ambao aliwaweka Maitland-Niles akichaguliwa kwa mchezaji bora wa mechi. Marseille washaingia tayari finali, wanasubiri mshindi kati ya Atletico na Arsenal. Bado. Salzburg wazuri sana. Angalia ligi kwa pale nyumbani, haswa nyumbani hawajashindwa. Pia wao wanacheza Celtic mwaka jana. Chezaji niliona mechi ya Napoli robo finali walikuwa wamefungwa 2
kule Italia wakaja wakafunga 4 wakashinda. Kwa hiyo nafikiri hii mechi bado Abula. Marseille ndio wana mabao mawili muhimu sana, wana wachezaji wazuri tunawajua, lakini tuambizane ukweli, hii bado mabao mawili anaweza karudi Abula. Na anaweza rudi. Honorable Bernard Asanyo dere majina mengine na wapata poa nikiwa hapa maeneo ya kwa Ruben Center Gateway. Sioni akileta mabadiliko yote kwa ajili Kenya, hatujali michezo, ndivyo alivyosema Isaiah Goti. Sehemu nyingine ya kipindi cha jamani Kiswahili kilindwe na kutukuzwa kama lugha ya taifa. Asante sana Waiza Henry. Wakicheza walivyocheza jana Liverpool dhidi ya Roma, watapoteza kwa mapema sana mchuano wa finali. Abula Hassan athibitisha atakuwa kwenye matangazo leo Alhamisi. Anasema haja kuzuia siku za Alhamisi Hassan. Huwa siku yangu ya mapumziko, lakini akinipa sababu kwa nini niwepo nitakuwa. Josta, I like your show gentlemen. 2-3 Arafa Hassan na Mukangai. Kuna jamaa hapa Mohamed Gaddafi Muniafu mjua sana. Anatizama kipindi, anasema amekuwa na kitambo na siku hizi umeshamiri bwana. Sijui anazungumzia mavazi ama mashavu. Kisha mwingine ni Ramadhan Nyale kutoka Kwale Katundani, asema kipindi kitamu kama ninino. Alafu pia Cheye David mwanahabari pale KBC na John Nene wanasema leo kama Arsenal haijawahi kupigwa leo itaokota. Ndivyo anavyosema Nene. Mkangai Nene tumjua na wakina Wandera, lakini anasema kwamba anafanya kipindi. Huyu ni Mike Guongo, yuko ndani moja kwa moja. Kisha Rafael Nyabuto alikuwa amesema haja zao kuwa na Hasani kila Alhamisi, kwa hivyo na imani kwamba leo utakuwepo. Na pia jamaa Benson Kinyozi Kaloleni pia anafalia matangazo kule Mombasani. Na hali kadhalika ni mwingine hapa anasema kwamba huyu ndiye Fabish wa Kenya, huyu kijana anasema ni Migne lakini umesema ni Minye. Dan Otieno akiwa Nakuru. Kwa hivyo wote vile na imani kwamba watazamaji watakuwa nao siku kwenye matangazo ya soka. Wamemwita Ngulusumu Majalo watakuwa naye, lakini msipomsikiliza jua kuna mambo ambayo yapo nje ya uwezo wetu. Leo Karo atizame kipindi Mombasa. Asante sana mtazamaji kwa kuwa nasi kwa muda saa zima kwenye Zilizala Viwanjani. Imekuwa shwari. Tupatane tena siku nyingine panapo majaliwa yake Mola na haina uzima hapa. Kwa niaba ya wenzangu Steven Mukangai, Hassan Mwana Ali wapiga picha na wale wote waliofanikisha makala leo, nasema shukran za dhati. Kesho pia ni siku. Asante.